Mnanisikia vizuri kwa Mungu? Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa Biblia inasema ukiwa, sema ukiwa. Nchi ilikuwa ukiwa na utupu. Sema amina kanisa. Wacha niongee juu ya maneno haya mawili kwanza. Sema amina kanisa. Alafu nitakwambia kuhusu giza. Amen. Jambo la kwanza nataka ujue ilikuwa ukiwa. Sema ukiwa. Chochote unaposikia mtu anasema huyu mtu ni mkiwa, maana yake aliwahi kuwa nacho. Unanisikia vizuri? Amen. Unanisikia vizuri? Amen. Ukisikia wewe mama ni mkiwa, maana yake aliwahi kuwa na mume. Aliwahi. Ukisikia wewe ni mkiwa wa watoto, maana aliwahi kuwa nani? Na watoto. Sema amina kanisa. Bwana asifiwe sana. Na ukiwa una maeneo mengi. Kuna watu ni wakiwa, walikuwa na mali, lakini sasa tena amenyang'anywa, wamekuwa wakiwa wa mali. Kuna watu walijenga nyumba, walikuwa wanaishi kwao, lakini sasa ni wakiwa, ni wapangaji. Sio, nisikia hapo? Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Ulikuwa na maisha yako, ulikuwa na kazi, umenyang'anywa kazi, umekuwa ni mkiwa. Sema amina kanisa. Kwa hiyo mkiwa, neno mkiwa ni mtu aliyekuwa na vitu vikapotea. Ni mtu aliyekuwa na kitu kikapotea. Huyu mtu anaitwa mkiwa. Huwezi kuniambia wewe binti, haleluya. Nani hajaolewa hapa ndani? Binti ambaye hajaolewa? Hujaolewa? Hujaolewa? Unataka kuolewa? Unataka kuolewa? Wewe ni mkiwa. Kwa sababu ulisha experience maisha ya ndoa, ulikaa kwenye ndoa, ulizoea kurudi nyumbani unamkuta baby, unamwambia baba. Sema amina kanisa. Haleluya. Nataka niongee na mtu ambaye hajawahi kuolewa. Sema hajawahi kuolewa. Nani hajawahi kuolewa kabisa? Nani hajawahi kuolewa kabisa? Asante binti. Wewe ni mtupu. Wewe sio mkiwa. Kimsingi hujawahi ku-experience maisha ya kuwa na mume. Sio maana yake? Maana yake wewe ni mtupu. Maana yake tangu umezaliwa hujawahi kumiliki mume. Haleluya kanisa. Yaani hujawahi kuwa na mume. Wewe ni mtupu. Yaani tangu umezaliwa, tangu mwanzo mpaka sasa hujawahi kupata mume. Wewe ni mtupu. Sasa naomba nielewe vizuri. Kwa nini Mungu anayataja maneno mawili yako kwenye kitabu cha Mwanzo? Anasema kulikuwa ukiwa na utupu. Dunia ilikuwa na vitu vyote viwili kwa pamoja. Dunia ilikuwa ukiwa na dunia ilikuwa tupu. Sema amina kanisa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimeanza kutafsiri maana ya ukiwa ni nini. Sema amina kanisa. Ukiwa ni mtu aliyekuwa nacho. Twende pamoja tu. Haleluya kanisa. Alafu utupu ni mtu hujawahi kuwa nayo. Hujawahi kujenga tangu umezaliwa, hujawahi kujenga. Wewe ni mpangaji. Wewe ni mtupu wa nyumba. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Hujawahi kuzaa, yaani tangu umezaliwa kwenye dunia hujawahi kwenda leba. Wewe ni mtupu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na kama uliwahi kwenda leba ukazika watoto, wewe ni mkiwa. Maana yake Mungu alishawahi kukupa, shetani akakunyang'anya ulichokuwa nacho. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna mtu ananielewa ninachosema sasa? Haleluya. Tumeanza kuelewa ukiwa na utupu eh? Umeanza kuelewa sasa? Na nikianza kuongea hivi unaanza kutafakari mimi ni mkiwa au mimi ni mtupu. Ili niweze kufungua dada, lazima kwanza ujijue wewe ni nani. Wewe una kitu gani? Kuna watu si kwamba hawana, ila wamenyang'anywa. Ila kuna watu hawana kabisa, hawajawahi kuwa nacho. Sasa usipojua, unaweza kusema Mungu anirudishie utajiri wangu Bwana. Uliwahi kuwa nao? Nirudishie afya yangu. Uliwahi kuwa nayo afya? Tangu unazaliwa wewe ni mgonjwa. Sema amina kanisa. Na ndio maana ni muhimu kujua vitu viwili, ni kujua mimi ni mtu nisiyekuwa nacho au mimi ni mtu aliyekuwa nacho nikanyang'anywa na shetani. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu mnasikia hapo sasa? Haleluya kanisa. Sasa nisikilize vizuri. Twende sawa. Sema twende sawa. Cha tatu, hii dunia ilikutwa ina giza. Ina nini? Ina giza. Giza totoro. Haleluya. Wewe ilikutwa ni pweke, ni kiwa na ina giza totoro. Sema amen. Amen. Sema amina kanisa. Amen. Nakupa tafsiri ya giza. Haleluya. Haleluya. Shetani ni giza. Kwa lugha nyingine dunia ilikuwa imejawa na shetani. Shetani nini? Kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Yohana 1 ile mstari wa 4 anasema ndani yake neno ndimo ulikuwa uzima, nao uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Maana yake ile giza ilikuwa ni shetani, dunia ilikuwa imetawaliwa na shetani. Ngoja nikupe ufunuo.
Nikupe ufunuo. Amen. Mnakumbuka Yesu alipokuja duniani alipofunga siku 40. Moja ya jambo alikutana nalo ni kujaribiwa na shetani. Yes. Jaribu la kwanza ilikuwa ni kwamba geuza jiwe liwe mkate. Sio jamani? Jaribu la pili ilikuwa ni akampandisha juu akamonyesha miliki yote ya ulimwengu. Akamwambia angalia miliki yote, angalia Tanzanite, angalia mlima Kilimanjaro, angalia wanawake wazuri, angalia wanaume wazuri. Hawa wote nitakupa, maana anaongea kama mmiliki wa dunia hii. Ni jamani, hawa wote nitakupa ukinisujudia. Unakumbuka isema hivyo? Haleluya kanisa. Kwa lugha nyingine maana vitu vyote vilikuwa chini ya utawala wa shetani. Na shetani anajitambulisha kama mmiliki wa dunia hii. Na ndio maana dunia ilikuwa imejaa giza. Na shetani anamwambia aliyeviumba hivyo vitu, nitakupa vyote ukinisujudia. Ukiniabudu tu nitakupa vitu vyote. Sema amina kanisa. Kwa hiyo shetani alikuwa ametawala dunia yote. Sema amen. Zingatia neno giza ni shetani. Nani? Giza ni nani? Shetani. Giza nani nimesema? Ni shetani. Ni shetani. Ukinielewa haya maneno naongea, nitafanya kazi rahisi sana hapa baadaye. Sema amina kanisa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa nakurudisha nyuma kidogo. Sema amina. Amen. Sema amina kanisa. Amen. Sema amina kanisa. Amen. Kabla sijakurudisha nyuma nianzie hapa. Sema amina kanisa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nini kilitokea? Baada ya kuona Mungu ameona giza kila kitu, huo mfano pasi roho ya Bwana ikatulia juu ya uso wa maji. Yes. Sema roho ya Bwana ikatulia juu ya uso wa maji. Unajua kwa nini roho ya Bwana ilitulia juu ya uso wa maji? Dunia ilikuwa kiwa, haina ardhi. Ndio. Haina pakukaa. Sawa. Haina mti. Ndio. Haina kiti. Haina meza. Haina nyumba. Haina chochote. Roho Mungu ilikuwa kuna namna nyingine, lazima atulie kwenye uso wa maji. Kuna uso wa maji. Uso wa maji. Sasa Mungu, maana Mungu ni roho. Ndio. Maana Mungu akatulia kwenye maji. Sema kwenye maji. Kwenye maji. Sema akatulia kwenye maji. Akatulia. Akatapa. Na alikaa pale ili afanye uumbaji. Sawa. Sema ili afanye uumbaji. Ili afanye uumbaji. Maana alikaa pale kwa bahati mbaya, alikaa pale ili afanye uumbaji. Nitakuja kukupa ufunuo juu ya maji. Unikumbusha nikisahau. Sema amina kanisa. Sema amina kanisa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Unatanielewa hapa? Amen. Sasa alipokaa juu ya maji, ndio Mungu akaanza kuumba, akaanza kusema. Ndio. Na cha kwanza alichoanza kusema akasema iwe nuru. Iwe nini? Nuru. Sasa tusiende huko ni mbali sana. Kuna mahali nataka nikufundishe hapa nyuma. Sema amina kanisa. Amen. Unaelewa mtu Mungu? Amen. Kama nikufundishe kitu cha kiroho, na ambacho unaweza kukifahamu. Hichi kitabu cha Mwanzo cha uumbaji, huu ni uumbaji wa awamu ya pili. Amina. Ili hata ukimtafuta mtu mwenye akili ambaye amesoma hata elewana Kiswahili. Ndio. Narudia, huu ni uumbaji wa awamu ya pili ndio mnaosoma nyewe. Kuna uumbaji ulikuwepo nyuma hichi kitabu. Amen. Nyuma hichi kitabu kuna karatasi zingine naweza nikasoma. Wewe usisoma. Hizi zinahitaji watu wenye ufunuo kama sisi. Ndio. Wewe unaanza kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Mimi na kitabu changu kingine kimeanzia huku cha Mungu, kimeanzia huku nyuma kipo. Amen. Na hiki wanachokijua ni watu wa rohoni tu. Na anasema hiki yaliyofichwa ni ya Bwana, yaliyofichwa ni ya kwetu. Kwa hiyo huku yaliyofichwa ni ya Bwana. Wanaosoma huku ni watu wa Mungu tu. Amen. Kama wewe ni mtu wa shetani huwezi kusoma maneno ya huku. Amina. Au kama mtu mdogo. Sema amen. Amina. Na nitakupa kwa ufunuo. Sema amina. Amina. Sema amina. Amen. Tuanzie hapa. Unaposoma Biblia yako kitabu cha Mwanzo, unaanza kuona Mungu anaanza kuumba dunia. Cha kwanza anaumba nuru. Ndio. Cha pili alitenga kati ya maji na giza. Naomba nikuulize wewe dada. Nikuulize wewe kaka. Kwenye maelezo haya unakuta kuna mahali Mungu anasema akaumba maji, akasema yawe maji. Hapana. Hapana. Nakuuliza, kuna sehemu Mungu anasema yawe maji? Hapana. Hilo la kwanza, la pili. Giza. Mungu aliliumba, alilikuta. Haleluya. Amen. Hilo la pili. Sawa? Amen. La tatu. Sema amina kanisa. Amen. La ngapi? La tatu. Ardhi iliumbwa, haikuumbwa. Nani alikwambia? Kwenye uumbaji wa ardhi haikuumbwa. Ardhi ilitengwa. Amen. Mungu akasema tu maji na yajitenge, ardhi ionekane na maji yaonekane. Maana kati ya maji na ardhi vilikuwa vimeshikana pamoja. Mungu alichofanya ni kutenganisha maji yakae mahali pake na ardhi ikae mahali pake. Ardhi iliumbwa lini?
Nakupa ufunuo wa kiroho. Ardhi iliumba lini? Hapa Mungu hajawahi kuumba ardhi, hajaumba maji, hajaumba giza. Nauliza, hivi vilitoka wapi? Hapa sasa tunasoma Biblia sisi. Ninyi hamwezi kusoma hii Biblia. Sema amina kanisa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kile sinaanza kupata leo. Umeanza kuelewa kusema hapa sasa. Hivi ngoja nikupe ufunuo wa kiroho. Uniangalie. Hata ukiangalia hapo huwezi kupata majibu. Uniangalie tu mimi. Hiyo Biblia haiwezi kukupa ninayokuambia. Amen. Haya ni kama vile Yesu alimwambia Petro, watu wanasema mimi ni nani huko duniani? Wanasema wengine Elia, wengine Musa, wengine wakasema na nyie je, mnasema mimi ni nani? Wakasema hatujui. Petro akasema Bwana, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia Petro, mwili na damu haya mambo hayajakufunulia, bali Baba yangu aliye mbinguni. Ukifika level fulani ya utumishi ya kumjua Mungu, sio tu kwa mchungaji, hata kama ukiwa wewe. Kuna level ukifika, Mungu anaanza kukupa vilivyofichika sirini. Ndio. Wa ndani. Na ndio maana mimi naweza nikakuona wewe nikwambie wewe jana ulikuwa wapi? Kwa sababu mimi naweza nikaona kilichoko jana, sababu macho nilionayo yanavuka mipaka ya kile kinachoonekana. Sawa. Sema amina kanisa. Bwana asifiwe sana. Sasa unisikize vizuri. Hii sio dunia ya kwanza kuumbwa. Amen. Dunia ya kwanza iliumbwa, ilikuwa na viumbe hai, walikuwa wanaishi wapi? Hapa duniani. Ardhi iliumbwa, maji yaliumbwa. Sema amina kanisa. Vilikuwa vinaishi hapa duniani. Haleluya. Ngoja nianzie hapa. Sema nianzie hapa. Nianzie hapa. Na kufundisha ili kufungue. Sema amina kanisa. Amen. Haleluya. Amen. Wakati Mungu anaumba dunia, Shetani alikuwa ameshaasi, alikuwa hajasi. Nataka tuzungumze wakati Mungu anaumba dunia. Hii kitabu cha Mwanzo tunachosoma. Shetani alikuwa ameshaasi au alikuwa bado? Naona makundi mawili hapa. Kuna wanaosema walishakuwa wameasi, kuna wanaosema alikuwa hajaasi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wanasema alishaasi? Amen. Alikuwa ameshaasi. Wawili. Kama askofu na yule pale. Wengine wote wanasema alikuwa bado hajaasi. Alikuwa bado ni malaika mzuri. Si ndio jamani? Haya, twende kazi. Haleluya kanisa. Wakati Mungu anaumba dunia, Shetani alikuwa ameshaasi miaka mingi iliyopita huko nyuma. Amen. Na kama mtakumbuka, nataka nikufunulie sasa. Kama mtakumbuka, alipoasi Shetani, Biblia inasema akatupwa chini. Alitupwa wapi? Chini. Na alitupwa wapi? Chini. Asema kukawa na vita mbinguni, yule joka akapigana na wale na malaika. Akushinda. Na aliposhindwa akatupwa chini. Unajua chini wapi? Alitupwa duniani. Na ndio maana Mungu alikuja mara ya pili akakuta giza duniani. Kwa sababu alikuwa Shetani ametupwa kutoka juu mbinguni, amekuwa wapi? Chini. Unajua giza kutoka wapi? Umeona sasa giza kutoka wapi? Umeanza kugundua? Wewe aliyeleta giza duniani alikuwa nani? Shetani. Alitupwa kutoka wapi? Mbinguni akatupwa chini hapa duniani. Akatupwa wapi? Chini. Akatupwa chini. Na alipotupwa chini kwa sababu ya giza, ndio dunia nzima ikawa nini? Ikawa giza. Umeanza kupata ufunuo hapo sasa? Bwana asifiwe sana. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Sasa nikuonyeshe kitu. Nikuonyeshe kitu. Amen. Duniani hapa palikuwa na miti, palikuwa na viumbe hai, palikuwa na wanyama, palikuwa na kila kitu kinachotembea kwenye dunia. Amen. Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Sijui unanisikia vizuri kwa Mungu? Amen. Sasa sikiliza. Shetani alipotua hapa kwenye ardhi. Sema kwenye ardhi. Kile kishindo chake kikaizamisha ardhi. Ardhi ikazama chini. Umeelewa vizuri kwa Mungu? Ardhi ifanyaje? Ilizama wapi? Iko hivi. Alipotua hivi chini, ardhi katikia. Ilipotitia, maji yakapanda juu. Ninaanza kukupa ufunuo sasa. Sema amina kanisa. Amen. Maana yake mshindo wake anasema akashuka mpaka pande za kuzimu. Maana yake akaiteremsha dunia chini, maji yakapanda juu. Na ndio maana uumbaji wa pili Mungu ashughuliki na kuumba maji wala ardhi. Kwa sababu hivi vitu vilishakuwepo tayari, alishaviumba tayari. Umeelewa vizuri kwa Mungu? Alishaviumba tangu mwanzo, vilikuwepo huko nyuma. Umeelewa kile hapo? Shetani aliviharibu baada ya kushuka chini, akaizamisha dunia. Na alipoizamisha dunia akazamisha na miti. Ndio maana wanakaa baharini kwa wanajua kuna miti iko baharini ndani ya maji. Sawa. Kuna mawe yako chini ya maji. Umepata vizuri? Kuna wanyama kama nyangumi wako chini ya maji. Kuna kiboko wako ndani ya maji. Wale wote walikuwa wanaishi hapa, wakazamishwa chini. Amen. Halo.
umeanza kupata akili. Umeanza kupata akili. Umeanza kupata akili sasa. Sema amina kanisa. Sasa dunia ipozamishwa chini, hapa juu yakapanda. Na ukumbuke giza nalo liko hapa juu. Kwa hiyo giza limetawala, maji yamejaa. Kwa hiyo haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Sasa Mungu alipoanza kuumba, akaanza kuumba hivi. Cha kwanza akaanza kuumba nuru. Hawezi kuweka vitu kwenye giza. Akasema iwe nuru ikatenge giza. Iwe nuru. Haleluya. Uumbaji wa kwanza ni kutenga giza. Ni kuumba nuru ndani ya mtu. Huwezi kuingiza vyombo kwenye nyumba ile ya giza, utapasua vyombo. Huwezi kwenda ndani kupika chakula kwenye nyumba yenye giza. Moja ya mambo tunakosea wachungaji wakati mwingine, tunaanza kutabiri uponyaji kwenye giza. Tunaanza kutabiri fedha kwenye giza. Huyu dada ni giza, ana giza, tunaoleta ni giza. Kabla hatujamwambia upokee fedha, lazima tumwambie uwe nuru kwanza. Ili pesa ukija ikae. Kwa hiyo nuru. Na ndio maana wengi mmetabiriwa umepata fedha utapotea. Kwa sababu bado mko gizani. Sawa.